Good afternoon. Yes, we are here on behalf of the Justice and Legal Affairs Committee of the National Assembly. I'm here with Mheshimiwa Kimuge, I'm here with Mheshimiwa Mogaka, and staff from the National Assembly. My name is Otiende Amolo, Member of Parliament for Arieda. We are here on a public participation exercise to gather the views of the people on the public participation bill that is co-sponsored by Honorable Chepkonga and myself. The purpose of that bill is to act as a guideline on the conduct of public participation. It is also to impose an obligation for public participation on any public office or entity, either that intends to pass some law or take some action that might affect the public, and to put an obligation on proper consideration of those views that are gathered. So we are doing public participation on the public participation bill. So far we have collected views from the people in Nakuru, in Kericho, in Nyamira, and now in Kisii. Tomorrow we are in Kisumu, then Vihiga. Thereafter we do Kakamega and Gusiiland, and after that we'll do Trans Nzoia, Bungoma, and Uasin Gishu. But this is only one team. We have 3 such teams that are covering different parts of the country. It is our hope that once we have collected all these views, we will publish them in a report which will be available both in print and electronic media. We will then sit down as the Justice and Legal Affairs Committee to consider those views and to consider how and in what manner we can improve the bill. Once that is done, we hope we can now present it on the floor of Parliament, and that Parliament can quickly pass that legislation, because we've had a gap since the Constitution was passed in the year 2010, and the Constitution makes it mandatory to do public participation. We have not had a law that guides public participation. And so after 16 years, we think we must pass this quickly, and it will be helpful. We are also hoping that once we pass that national legislation, the respective counties will also develop their own public participation laws, so that Kisii will have its public participation law that guides how public participation is supposed to be done in the entire county of Kisii, whenever either the county assembly or the county government intends to pass some law or to take some action. And that is the entire purpose for today. Kuna maswala mengi. La kwanza, watu wanataka kuhakikisha kwamba wakitoa maoni, hayo maoni itatimizwa na isiwe tu ni maoni ya kutolewa alafu inawekwa mahali alafu hiyo sheria ama kitu kama hiyo inaendelea. La pili, kuna wale wanasema wananchi wakija kutoa maoni inafaa wapatiwe kitu kwa njia ya facilitation. Eti labda wanatoka mbali na wanatumia fare. Sasa kuna mambo kama hayo, lakini kuna wengine wanasema tukifanya hivyo itakuwa ni kama corruption, itakuwa ni ufisadi kwa njia ni kama kuambia wananchi wakija watapata kitu ili waseme chenye mtu amewaita ndio anataka. Sasa hilo ni swali ambayo pia tunasikiza tunaendelesha. La tatu, kuna wale wanasema public participation inafaa tuandike ati itafika kiwango gani, ianze tuseme kwa sublocation ama location ama ward ama constituency, ati tuandike, tusiseme tu public participation. Sasa hayo pia maoni bado tunasikiza. Kuna wale wanasema wale wamekiuka sheria kutofanya public participation inafaa wawe fined, ama hata wapelekwe korokoroni. Kuna maoni pia kama hayo, na so kuna maoni tofauti, lakini yetu ni kusikiza tu, tutayaangalia tena baadaye. Wache nimwalike ndugu yangu kuhusisha watu walio na ulemavu katika public participation, hasa katika kuhusisha wale wasiosikia katika interpretation, kuhusisha wale wasioona ili documents pia iwe kwenye braille. Kuna wale pia ambao
ulemavu ya kutokuwa na uharaka. Hata leo tumejua wengine wamependekeza wapewe muda mrefu kidogo kuliko watu wengine. Na pia jambo lingine limekuja ni kuwa notice ya public participation iwe specified na iwe ni muda ambao inaweza kuwapatia watu nafasi ya kusoma na kujumuika na sheria yoyote ile. Kwa hivyo haya ndio mambo tumeyapata na ni mambo mazuri. Shukuru bunge la 13 kwa kuchukua hatua ya kuanzisha safari ya kutengeneza hii sheria. If you recall, public participation or lack of it has been the reason why so many legislations and so many government actions have been nullified or stopped by our courts. And the courts have time without number said, let Parliament enact a law on public participation. And that is why today I am so thankful that we have, as Parliament, risen to the occasion to enact this most fundamental legislation that is going to bring uniformity and uniform practice in the conduct of public participation in this republic. I'm urging county governments, once this national legislation has been enacted, to then use it as a prototype to customize how public participation should be conducted in their respective counties, so that we have uniform practice in the Republic of Kenya in the public participation of every citizen on everything and every decision the Republic of Kenya is going to take. I thank you all.